A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsina wala bitaqwallah wa ta'ati. Ndugu katika imani, kila alibahatika kupata hotuba hii aifanyie tathmini nafsi yake. Wewe una mke, una mwanamke nyumbani. Anayeitwa mke ni yule anayepambania ndoa yake kuwa starehe ya dunia, kama anavyosema Bwana Mtume Muhammad, ad-dunya kulluha mata'u wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia yote ni starehe. Hajastarehe mmoja wenu nyie wanaume mpaka ukutane na mke mwema kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, idha nadharta ilaiha sarratika, ni yule ambaye ana uwezo wa kutengenezea furaha unapomtazama. Yani ili ujipime wewe una mke nyumbani, ni yule anayepambana hata ukiwa mbali kimwili, anakuvuta kihisia unakuwa naye jirani. Umeenda kazini unakutana na message za mapenzi, yani anakudhibiti. Mume wangu ushakunywa chai, usikae bila kula, utapata vidonda vya tumbo, na kupendaje. Unamkuta mtu anafurahi anacheka mwenyewe kwenye simu, vipi shekhe, kaungwa. Huyu ndio mke huyu. Anapambana kuwa na wewe hata ukiwa mbali kimwili. Anakuwa sehemu ya menyu yako, sehemu ya maisha yako, ndani ya moyo achomoki. Huyo ndio mke huyo. Amekuja kuwa starehe ya dunia, anakustarehesha. Hawa alipoumbwa kamwambia Adamu, Mungu kaniumba nije nikutulize. Kwa hiyo anaitwa mke, anampa furaha mume. Anaangalia mambo gani upendi afanye, mambo gani unapenda anafanya. Hakupi nafasi umkanye jambo moja kila siku narudia. Sisi wanaume tulivyo, saikolojia yetu, hatupendi kumamrisha mke jambo moja kila siku, na rudia. Heshima yako uioni. Huyo hakupi nafasi hiyo. Ukimkanya kitu samina wa ta'ana, yani akusumbui. Ukimpanga anapangika, hakupangui. Huyo ndio mke huyo. Kama unaye ndio mke, ndio tunamtoa kwenye hotuba hapa. Haya, anaitwa mke. Wallahi, kwa kulijua hilo, anafurahisha kuliko kuudhi. Mapokezi mazuri, anakuwa na hamasa ndani. Unakaa na mtu anakuwa na hisia, anafurahia ndoa yake. Ukiingia anakukaribisha kwa hamasa, anakukumbatia, anakupikia chakula kwa muda unaotaka na kwa ubora. Hataki ulalamike, nguo zako anakufulia, anakunyoshea. Uchomoke nyumbani unaenda kazini kama kibaka, nguo haieleweki, anasimama nyuma yako. Huyo ndio mke huyo. Anakufurahisha, anatafuta vyanzo vya kukufanya ufurahi, anakuheshimisha mbele ya macho ya jamii. Huyo ndio mke huyo. Huyo ndio mke huyo. Huyo ndio mke huyo. Huyo ndio. Kama hujapata bado upige push up. Yani bado sana, bado. Huyu ndio mke huyu. Wallahi, huyu ndio mke huyu. Kama hujampata bado. Anaitwa mke, sifa yake. Anaitwa mke, anasimama kama starehe ya dunia. Anafresha kuliko kuudhi. Lakini mbili, wa idha amartaha ata'atik. Anasema Bwana Mtume Muhammad, anaitwa mke, ukimwamrisha wala kusumbui. Hijabu anavaa, usitoke atoke. Huyo ndio mke huyo. Lakini jambo la tatu, muaminifu. Wa in ghibta anha hafadhatuka fi malika wa nafsiha. Ukiwa haupo na kutunzia mali yako na nafsi yake. Yani aziniwe. Hana haja kuwa na michepuko. Katulia. Na ukiwa haupo kwa uaminifu, anaomba ruhusa hata ukiwa haupo kwa simu, ukimkataza anatulia. Huyo ndio mke huyo. Kama unaye, maana wengi bado hawana ili mradi tu, maana maisha sasa hivi mengi ni funika kombe mwanadamu apite, utawapata wapi bwana. Kwa hiyo watu wamekubali matokeo. Ila anaitwa mke, wallahi anapambana, anakuwa mwaminifu. Ukimweka dukani anakutunzia mali. Akifua kanzu yako akikuta pesa anaweka mezani, wala achukui. Mpaka anakomea uko unanitega nini? Unaye wewe? Hapa na mnadi mke. Anaitwa mke, umpa mume wake amani. Tofauti na mwanamke, kuudhi kwingi kuliko kufurahisha. Yani kuna watu wanaudhiwa. Kuna watu wanachezea majibu ya mkato, hata hamu hawana. Wapo watu wa sampulio. Lakini anaitwa mwanamke, utii hana. Yani hamna unaomwamrisha na kuelewa. Kwa hiyo unalazimika mkubalia anavyotaka maisha yaende. Tena mpaka unajidanganya wanawake wenyewe wote ndio hivi tu. Ukimkataa huyu yale tu. Inabidi ukubali matokeo, unasubiri kufa tu. Haya ndio maisha ya baadhi ya watu. Anaitwa mke, anaitwa mwanamke, uaminifu zero. Ukimweka dukani lazima akuibie. Matumizi yale ya bandia, anakutengenezea matukio. Mara fulani mgonjwa, mara mjomba anaumwa, mara mtoto ana mafua. Yani mpaka unashtuka hapa, yani kuna dalili za kupigwa. Wallahi hali ni mbaya.
hali ni mbaya katika ndoa. Faliyadhaku qalila, chekeni lakini mtakuja kulia siku ya kiyama. Mtalia siku ya kiyama kwa kuikosa kwenu elimu ya ndoa. Mlitakiwa ndoa hiyo starehe watulize ili mwende vizuri kwenye fursa mbalimbali. Eti ninyi ndoa inakosa kuwatuliza, ndoa limekuwa balaa, baadaye starehe amekuwa maumivu. Ina maana kasema uongo mtume aliposema wanawake ni starehe ya dunia? Kasema uongo hawa aliposema zuyina linasi hub hawa amewapambia matamanio kwa wanawake? Leo mbona umekuwa mwiba, shida nini? Anaitwa mwanamke ni kwamba yeye maisha hana haja kutoa amani ya moyo, lakini mwisho anaitwa mke.